Number 3. Dola ilikuwa 160. Sasa dola ni 127. Bei ya unga ilikuwa 250. Sasa ni 100. Najaribu kuuliza ndugu zetu wenye wanatukashifu, wenye wameamua kuwa opposition, bishops, ndugu zangu, si mkiongea yale mabaya na yale mnaona ni mabaya, muongee pia yale mazuri. Number 3, housing project tulikuwa na 8000 ilikuwa inaendelea. Chini ya mwaka mbili tuko 124,000 inaendelea sasa hii. Number 4, bei ya mafuta ilikuwa imefika 218. Sasa hii ni 180. Bei ya sukari ilikuwa imefika 250. Sasa hii ni 110. Bei ya fertilizer ilikuwa 6500. Sasa hii ni 2500. That's why bei ya gharama ya chakula imekuja chini. Kenya Power ilikuwa imeanza ku make losses. Unasikia sasa hiyo wanapeana dividends. Same na Kengen. Kenya Airways ilikuwa inaleta hasara kubwa sana. Sasa hiyo wamepata profit mpaka wanasema hata wanataka kununua ndege zingine. So, ndugu zangu, mkiongea yale mabaya, jaribu pia kupatia credit Dr. William Ruto kwa kazi yake. Hatumtetei kwa sababu ni rafiki, ama hatumtetei kwa sababu tunajuana. Tafadhali penye pia kuna credit, mweke credit. Semeni fanya kashifu yale inafaa kwa hivyo, lakini pia mpatie credit kwa penye anafaa kupewa credit. Kitu mimi najua na hii nitasema wazi, ni cash flow ndio kuna shida. Bank bills ndio kuna shida. Lakini tumemanage deni, tumemanage hizo vitu zingine zote. Hata hiyo tunaenda kufanya management. By next year tutakuwa stable kabisa. So wale wanapenda kusifu shetani, shetani ashinde. Hii ndio lazima ibadilike. Na lazima tuambiane ukweli. Asanteni sana.